بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. Allah mwingi wa rehema ameelimisha Qur'ani. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Amemuumba mwanadamu na akamfundisha lugha. Khalaqal insana as-sami'a al-basira an-natiqa. Allah amemuumba mwanadamu ambaye ana uwezo wa kusikia, ana uwezo wa kuona, ana uwezo wa kuongea. Wal muradu bil insani jinsun. Na muradi wa neno insan ni jinsi, yani ni aina ya kiumbe huyu. Kabla yake hajapatapo kuonekanwa kiumbe kama huyu. Allamahu albayan ay alhamahu an-natqa. Allah amemfundisha kusema, kutamka maneno. Alladhi yastati'u bihi an yubayyina an maqasidihi wa raghabatihi. Anatamka maneno kinywani mwake ambayo yanamwezesha kubainisha kile alichokusudia kwenye moyo wake na kile anachotamani kuwafikishia wengine. Mawasiliano ya binadamu na wenzake ni tofauti na mawasiliano ya viumbe wengine wanavyowasiliana. Wayatamayyazu bihi an sa'iril hayawani. Uwezo huu wa lugha, jinsi mwanadamu anavyoongea na wenziwe, unamtofautisha mwanadamu na wanyama wengine aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu wanaongea lugha nzuri, lakini viumbe wote wanazo means za mawasiliano, wanawasiliana, lakini si kwa lugha fasaha kama alivyo binadamu. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, wal maqsudu, makusudio, ti'idadu ma an'ama Allahu bihi ala naw'i al-insan. Ni orodha, Allah anaorodhesha namna mbalimbali ya neema ambazo amemneemesha nazo mwanadamu. Hasan ala shukrihi, anamuhimiza mwanadamu atakapojua jinsi alivyoneemeshwa awe na tabia ya kushukuru hizo neema. Wa tanbihan ala taqsirihim fihi, na upande wa pili Allah anawatanabahisha binadamu jinsi walivyokuwa wako chini ya kiwango cha kushukuru hizo neema walizopewa. Shukurani yao kwa Mola wao aliyewapa neema nyingi ni ndogo sana. Wa inma qaddama ta'lim al-Qur'an, Allah ametanguliza kuelimisha Qur'ani ala khalqi al-insani, kabla ya kuumbwa kwa binadamu. Lianna asla an-ni'ma ad-diniyya, huku kuumbwa kwa Qur'ani ndiyo asili ya neema za kidini. Kwa hiyo dini kaitanguliza mwanzo. Allama al-Qur'ana faqaddama al-aham. Kwa utaratibu huu Allah ametanguliza kilicho muhimu zaidi. Qur'ani ni muhimu zaidi kuliko kuumbwa kwa binadamu. Kumetangulizwa elimu ya Qur'ani, alafu ndio ikaja kuumbwa kwa binadamu. Ash-shamsu wal-qamaru bihusbani, jua na mwezi ni kwa ajili ya mahisabu. Ash-shamsu wal-qamaru ni katika neema pia ambazo Allah ameumba, lakini neema hizi bihusbani ni kwa ajili ya mahisabu. Husbanun bidhammi al-ha'i, husban, kwa hiyo he hapo kutiwa dhamma. Masdarun, hili ni neno asili, ni chimbuko la maneno, ni masdar. Mithlu, mfano wa matumizi au mfumo wa neno hili husban ni kama vile tunavyosema al-ghufranu, al-husbanu, al-ghufranu, al-kufranu, zote ni masdar.
Husban ni mahesabu, ghufran ni msamaha, shukran ni kama ilivyo neno lenyewe shukrani. Al-kufran maana yake ni kukufuru. Kwa hiyo haya ni asili ya maneno, ni maneno mama. Kwa hiyo Allah anasema kaumba mwezi, jua na mwezi bihusban, wa maanahu, maana yake alhisabu. Husban maana yake alhisabu, ni hisabu, lakini sio hisabu tu za kawaida. Alhisabu daqiqu ni zile hisabu za kina, za hali ya juu katika ufanisi. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban, jua na mwezi ni kwa ajili ya mahesabu ya kina ya nyenendo za ulimwengu huu. Ai, maana yake ash-shamsu wal-qamaru, jua limeumbwa na mwezi umeumbwa na muumba ndo huyo huyo mmoja Ar-Rahman. Yajriani, viumbe viwili hivi vinatembea, bihisabi maalumin, kwa mahesabu maalumu. Fi burujihima, vinatembea viumbe hivi jua na mwezi katika buruji zake kwa mahesabu maalum. Wayatanaqalani fi manazilihima, na huwa vinaondoka na kutembea kwenye manazili zake, vinapita vitu hivi kwenye manazili zake. Limasalihi libadi, mwendo wa jua na mwendo wa mwezi upo kwa ajili ya maslahi ya viumbe, maslahi ya viumbe hasa watu. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala, jua na mwezi, ash-shamsu wal-qamaru yajriyani mutaaqibaini, ni viumbe vinavyotembea na vinapishana. Wakati jua linapotawala, mwezi unakuwa uko pending, na jua linapoondoka, mwezi huchukua nafasi ya jua kama ni kitu mbadala kwa kutokuwepo jua. Yajriyani mutaaqibaini bihisabin, vinatembea jua na mwezi kwa mahisabu maalumu, mahisabu sahihi. Bihisabin muqannan, kwa hisabu maalum iliyo sahihi. La yakhtalifu wala yaftaribu, hapatendeki makosa ya kimahesabu kwenye nyendo ya vitu viwili hivi, wala haviingiliani, havigongani, vinakwenda kwa nidhamu maalum kama mnavyoona. Wan najmu washajaru, na nyota na miti, yasjudani, ni viumbe vinavyomsujudia Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamjui vipi viumbe vingine vinamsabihi Allah. Wan najmu washajaru yanqadani lirrahmani, nyota na miti vinamtii na kumnyenyekea Mola mwingi wa rehema. Fima yuriduhu, kwenye yale mambo ambayo Mola anayataka. Viumbe hivi havina tabia ya kugoma au kuasi kama wanavyofanya wanadamu, vinafata kile ambacho Allah anakitaka. Wan najmu washajaru yasjudani, ay wan najmu washajaru yanqadani lirrahmani, nyota na miti vinatii na kunyenyekea kwenye maagizo au matakwa ya Allah mwingi wa rehema. Fima yuriduhu, kwenye yale ambayo Allah anayataka. Minhuma, kutoka kwa viumbe vyake hivyo viwili vya aina mbili. Hadha bitanaquli bilburuji, haya nini Allah anataka kwa viumbe vilivyopo chini ya jua? Ni anatimia kwa kule kubadilika hizo buruji
ambazo ndo vituo vya jua na mwezi. Wadhaka, yani jua na mwezi vinamtii Rahmani kwa kule kubadilika kwake katika matembezi yake kwenye hizo buruji. Wadhaka, na hii miti na nyota na miti, biikhraji thimari, vinamtii Rahmani kwa kutoa matunda. Miti inazaa matunda. Maana ingelikuwa hivi viumbe vingine viko kama sisi binadamu. Binadamu si unaona ubishi wao ulivyo. Huyu simpendi, sitaki apate kitu. Binadamu ana uwezo wa kumwekea kauzibe mwenziwe, na ana uwezo hata kumtoa roho yake mwenziwe kwa sababu kamchukia. Ingelikuwa haya Allah kayaweka kwa viumbe vingine. Ardhi nayo inamjua mtu kafiri, yenyewe inamtii Rahmani. Ardhi, miti pia inamtii Rahmani. Sasa ingelikuwa ina matamanio kama yetu sisi, mti uliopandwa na kafiri ungesema wewe kwangu huvuni chochote, mshenzi wewe. Ardhi ambayo kafiri anailima ingesema sitoi ushirikiano na wewe, maisha yasingekuwa mazuri. Lakini viumbe vingine havina matamanio kama yetu na haviko huru kufanya kile ambacho vinatamani. Ndio maana Allah akasema hivi vinamsujudia Allah viumbe vingine vyote, na sijida maana yake ni taa. Kwa hiyo jua na mwezi vinapita kwenye falaki zake, halijagoma jua hata siku moja likasema mwendo huu utaisha lini. Mimi sichoki, safari mfululizo, leo napumzika bwana. Wewe binadamu unasema ninapumzika, Mungu mwenyewe anajua leo nilivyochoka, ukaacha hata wajibu. Je, najua lingesema nimechoka napumzika, safari hii sio na mwisho, mpaka lini? Taabani hapa nilipo. Mambo yote yangelikuwa yameenda sivyo katika ardhi. Lakini hivyo viumbe havigomi, havimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizo nyota nazo na miti mikubwa na midogo imepangiwa majukumu yake, haijagoma ikasema na mimi tabia hii ya kuzalishwa kila siku nimechoka, sitoi kitu. Inamtii Allah kwenye yale majukumu yake, inatoa matunda miti kila siku kwa manufaa ya viumbe wengine, binadamu na wanyama na ndege na wengineo. Wasamaa rafaaha wa wadaa almizan, katika aliyoyafanya Rahman, mbingu nazo amezinyanyua kaziweka juu, nazo hazijachoka zikasema umri umeenda sasa, nimechoka kukaa huku, wacha nipumzike, nianguke kidogo. Zimewekwa juu, hakuna nguzo inayoonekanwa, wala kwa upande wake wa huko juu hakuna vikuku ambavyo vimeishikilia mbingu, na haijachoka kukaa hapo ilipowekwa. Wasamaa rafaaha, mbingu Allah ameinyanyua. Wa wadaa almizan, na ameweka vipimo katika kila kitu alichokiumba, na mahala alipokiweka kakiweka kwa mahesabu. Mizan maana yake ni vipimo. Wasamaa khalaqaha aliyatan muhkimat albinai, Allah ameumba mbingu kaziweka juu na zimeumbika vizuri, zimeumbika vizuri kitaalamu. Rafi'at alqadari wa sha'ni, halafu cheo au hadhi ya hizo mbingu Allah kazifanya ziwe na thamani ya juu kabisa. Wa amara bil mizani inda al-akhdhi wal i'ta'i, na Allah akaamrisha mizani wakati wa kupimiana viumbe, unapouza na unaponunua, kuwa muadilifu kwenye vipimo. Liyanala al-insana haqqahu wafiyan, ili mwanadamu apate haki yake iliyokamilika. Allah kafanya vitu kitaalamu, akaviweka kwa mizani. Anatufundisha na sisi tufanye mambo yetu kitaalamu na tuwe na mizani. Ajue binadamu kama Mola wake alivyoyafanya mambo kwa kipimo na kwa mahesabu, na mwanadamu na yeye afanye mambo yake kwa kipimo na kwa mahesabu, azingatie uadilifu.
alla tatghau fil mizani, mutakapojifunza alivyofanya Mola wenu, kila kitu kakifanya kwa kipimo. Alla tatghau, mujifunze na nyinyi binadamu kwamba msififilishe fil mizani, katika vipimo.